Unawahi kuamka kila siku ukienda kazini, lakini mwisho wa mwezi pesa inaisha hata hujui imeenda wapi? Umechoka kuona juhudi zako hazibadilishi maisha yako? Basi tambua siri kubwa ambayo watu wachache sana hujua. Si kila anayefanya kazi anakuwa tajiri, na si kila tajiri hufanya kazi kwa jasho. Siri hii inafichuliwa na Robert Kiyosaki katika kitabu chake cha Rich Dad Poor Dad, na leo ndio tutaizungumzia. Hapa Sauti ya Kurasa. Karibu sana. Sura ya pili. Kwa nini kufundisha elimu ya kifedha? Why teach financial literacy? Baada ya Robert Kiyosaki kueleza katika sura ya kwanza kwamba matajiri hawafanyi kazi kwa pesa, anatuvuta zaidi ndani ya falsafa yake ya kifedha kwa kutuonyesha chanzo halisi cha tofauti kati ya tajiri na maskini. Katika sura hii ya pili, anatuonesha wazi kwamba tatizo kubwa la wengi si ukosefu wa kipato, bali ni ukosefu wa elimu ya kifedha, yaani uwezo wa kuelewa pesa inavyofanya kazi. Anasema, watu wengi duniani wameelimika sana kitaaluma, wana degree, kazi nzuri na mishahara mizuri, lakini bado wanahangaika kifedha. Wako katika mashindano yasiyoisha, wakiamka kila asubuhi kwenda kazini ili kulipia madeni, gharama za maisha, mikopo au kodi. Huu ndio mzunguko wa rat race, maisha ya kukimbia kila siku kwa bidii, lakini bila kusonga mbele kifedha. Unakimbia kama panya kwenye gurudumu, ukihisi unafanya maendeleo, kumbe bado upo pale pale. Kiyosaki anasema, tatizo hili linatokana na mfumo wa elimu ambao unawaandaa watu kuwa wafanyikazi wazuri, si wamiliki wa fedha au wawekezaji. Shuleni tunafundishwa kusoma, kuandika na kupata kazi nzuri, lakini hakuna anayefundisha namna ya kutumia pesa kwa busara, kuwekeza au kuunda vyanzo vya mapato vinavyojitegemea. Ndio maana wengi, hata baada ya kupata mshahara mkubwa, wanaendelea kuwa mateka wa madeni na gharama zao wenyewe. Katika somo hili, Kiyosaki anakumbuka mafundisho ya Rich Dad wake ambaye alimtofautisha na Poor Dad kwa fikra. Baba yake wa kuzaliwa, Poor Dad, aliamini katika elimu ya kawaida: pata shahada, pata kazi nzuri, weka akiba benki na utakuwa salama. Lakini Rich Dad alimwambia kitu tofauti kabisa. Usijaribu kuwa tajiri kwa kufanya kazi kwa pesa. Badala yake, jifunze jinsi pesa inavyofanya kazi ili pesa ikufanyie kazi wewe. Ndipo akamfundisha kanuni kuu inayobadilisha maisha ya kifedha ya mtu: tofauti kati ya mali, assets, na madeni au gharama, liabilities. Hili ndilo somo kuu la sura ya pili. Ufafanuzi wa kina: assets versus liabilities. Robert Kiyosaki anavunja fikra tulizozoea kuhusu pesa. Anasema, tatizo si kukosa kipato, bali kutokujua kinaenda wapi. Kwa miaka mingi, jamii imetufundisha kuwa njia ya mafanikio ni kusoma vizuri, kupata kazi nzuri na kulipwa vizuri. Lakini Kiyosaki anaonyesha kuwa hata ukiwa na mshahara mkubwa, bado unaweza kubaki maskini ikiwa hutofautishi kati ya kitu kinachoingiza pesa na kinachoitumia pesa. Assets, rasilimali, vitu vinavyoingiza pesa mfukoni. Maana ya asset. Asset ni kitu kinachoendelea kukuongezea thamani au kipato bila wewe kufanya kazi moja kwa moja kila siku. Ni kama mfanyakazi kimya anayekufanyia kazi nyuma ya pazia, kila mwezi anakuletea kipato. Kadri unavyoongeza assets, ndivyo unavyopunguza utegemezi wako kwa mshahara wa kila mwezi. Mfano, 1. Nyumba ya kupangisha. Ukimiliki nyumba na ukaipangisha, kila mwezi unapata kodi. Pesa hiyo inaingia bila wewe kufanya kazi moja kwa moja kila siku. Hii ndiyo cash flow. Mfano, una nyumba unayoipangisha shilingi 400,000 kwa mwezi. Hata ukiwa likizo, pesa inaingia. 2. Biashara inayojitegemea. Mfano, una saluni, duka au biashara ya mtandaoni, online shop, inayofanya kazi bila wewe kuwepo muda wote. Mfano, umeweka watu wanaoendesha biashara ya chakula. Kila wiki unapata faida ya shilingi 150,000. 3. Uwekezaji wa hisa au bondi.
Ukinunua hisa za kampuni unaweza kupata mgao wa faida, dividends, kila mwaka. Hii ni pesa ya asset, inaingia hata kama hufanyi kazi moja kwa moja. 4. Hakimiliki au royalties. Ukiandika kitabu, kuunda app au kutengeneza mziki unaouzwa mtandaoni, kila mtu akinunua unapata kipato. Hii ni asset kwa sababu inazalisha pesa kwa muda mrefu bila wewe kuwa na shughuli mpya. Hivyo, asset ni kitu kinachoongeza kipato chako au kupunguza gharama zako kwa muda mrefu. Liabilities, gharama au madeni, vitu vinavyotoa pesa mfukoni. Maana, liability ni kitu kinachokufanya utumie pesa bila kukuongezea chochote. Ni mzigo unaofanya pesa yako itoke mfukoni kila mwezi. Mara nyingi tunazipenda kwa sababu zinaonekana nzuri, lakini kiuchumi zinatuumiza kimya kimya. Mfano, gari la kifahari. Gari linaonekana ni mafanikio, lakini kama halitumiki kuingiza kipato, mfano Uber au biashara, basi ni liability. Mfano, unanunua gari la milioni 25 kwa mkopo. Kila mwezi unalipa mkopo, mafuta, service na bima. Pesa inatoka tu. 2. Nyumba unayoishi ambayo inalipiwa mkopo. Nyumba ni nzuri, lakini ikiwa haikuletei mapato, ni liability. Kwa sababu kila mwezi unalipa benki, maji, umeme, matengenezo, pesa inatoka tu. 3. Mikopo ya kadi au matumizi ya kifahari. Simu mpya, TV kubwa, likizo za kifahari. Vitu hivi havikuongezei kipato bali vinapunguza fedha zako. Mfano, unanunua simu mpya kwa mkopo wa miezi 12. Hiyo si asset, ni liability inayokukatia kipato chako kila mwezi. Utofauti wa fikra, mindset difference. Watu wa kipato cha chini na cha kati wamefundishwa kwamba nyumba, gari na mshahara mzuri ni mafanikio. Lakini Kiyosaki anasema hapo ndipo umenaswa kwenye rat race, mzunguko wa kazi, madeni na bili zisizoisha. Matajiri hufikiri tofauti kabisa. Wanajiuliza, kitu hiki kitaniletea pesa au kitanitoa pesa? Hawendi sokoni kununua kitu kwa sababu tu ni kizuri, bali kwa sababu kitazalisha pesa. Hivyo matajiri hununua assets kwanza na baadaye assets hizo ndizo hununua anasa zao. Wakati watu wengine hununua anasa moja kwa moja kabla hawana chanzo thabiti cha kipato. Kadri unavyoongeza assets, ndivyo unavyopunguza liabilities, na hapo ndipo safari ya kutoka kwenye rat race inaanza. Kiyosaki anatoa mfano wa maisha halisi. Mtu akipandishwa cheo au kuongezewa mshahara, mara nyingi hatua ya kwanza anayoichukua ni kuongeza matumizi. Anaenda kununua gari jipya, anahamia nyumba kubwa zaidi, au anaongeza gharama za starehe. Wengi hudhani hii ni ishara ya mafanikio, kumbe ni mwanzo wa matatizo mapya ya kifedha. Mtu huyo ameongeza mapato, lakini pia ameongeza madeni na matumizi yake, hivyo anaendelea kukosa uhuru wa kifedha. Rich Dad alimwambia Kiyosaki kwamba tatizo si kipato chako, tatizo ni jinsi unavyokitumia. Watu wengi wanashindwa kujua kwamba pesa ni mtumwa mzuri sana kama utaitumia kwa busara, lakini ni bwana mkali sana ukiacha ikutawale. Katika kuelezea hili, Kiyosaki anachora picha ya namna mfumo wa kifedha unavyofanya kazi kwa makundi matatu ya watu. Watu maskini hupokea pesa, kuitumia mara moja na mwisho hawana chochote. Watu wa tabaka la kati hupokea pesa, hulipa madeni, halafu gharama na mwisho hawabaki na kitu. Matajiri kwa upande mwingine hupokea pesa na kuielekeza kwenye mali, biashara, hisa, nyumba za kupanga au uwekezaji mwingine unaoingiza kipato. Mali hizi ndizo zinazowaletea pesa zaidi kila mwezi mpaka wanafikia hatua ya kuacha kufanya kazi kwa sababu pesa inafanya kazi kwa niaba yao. Kiyosaki anasisitiza kuwa siri ya kutoka kwenye rat race ni kujenga assets ambazo zinakuletea mapato bila wewe kuwa kazini. Hapo ndipo mtu anapopata kitu anachokiita uhuru wa kifedha, financial freedom. Elimu ya kifedha ndiyo msingi wa mafanikio haya.
Si elimu inayopatikana darasani, bali ni elimu ya maisha, kujua jinsi ya kusoma taarifa za kifedha, kuelewa mikondo ya pesa, kutofautisha mali na madeni na kujua jinsi ya kufanya maamuzi sahihi ya kifedha. Kwa mtazamo wa Kiyosaki, hii elimu inapaswa kufundishwa mapema kabisa kwa sababu ndiyo msingi wa maisha ya mtu mzima. Bila kuelewa pesa, mtu anaweza kuwa mwerevu sana darasani lakini akawa maskini katika maisha halisi. Anahitimisha sura hii kwa kusema kuwa matajiri hawatofautiani sana na wengine kwa kipato wanachokipata mwanzoni, bali kwa maamuzi wanayofanya baada ya kupata pesa. Matajiri hujifunza na kuwekeza kwenye mali, wakati wengine hutumia mapato yao kwa matumizi ya kifahari na madeni. Kwa hiyo, fundisho kuu la sura ya pili ni kwamba utajiri haupimwi kwa kiwango cha pesa unachokipata, bali kwa uwezo wako wa kuifanya pesa ikufanyie kazi. Hii ndiyo maana halisi ya elimu ya kifedha, na ndiyo hatua ya kwanza ya kutoka kwenye mzunguko wa maisha magumu ya kifedha kuelekea kwenye uhuru wa kifedha. Endelea kutazama uchambuzi huu ujue nini hasa kinawatofautisha matajiri na wale wanaobaki kukimbizana na bili kila mwezi. Kama unapenda kujifunza namna ya kubadilisha fikra zako za kifedha, bonyeza follow hapa au subscribe kwenye channel yetu. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine, bye bye.